Katika nchi ya Usi aliishi mtu mmoja aitwaye Ayubu. Alikuwa mtu mkamilifu, mnyofu, mwenye kumcha Mungu na kuepuka uovu. Alikuwa tajiri mwenye mifugo mingi, watoto 10 na mali nyingi. Hakuna aliyefanana naye mashariki yote. Kwanza nikukaribisha katika biashara yangu. Nauza dagaa furu kutoka Mwanza, dagaa watamu waliotiwa viungo muhimu kama tangawizi, limao na kitunguu saumu, kuanzia 5,000 na kuendelea. Naagiza popote kwa uaminifu mkubwa, au unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja kwa 0710166606. Mbinguni siku moja Shetani alimwambia Mungu kwa sauti ya kejeli akisema, Ayubu si kwamba na kutii bure. Mungu, umemzungushia ulinzi kila pande. Mjaribu uone akipoteza vyote alivyo navyo, atakulani hadharani. Hivyo Mungu akamwambia, tizama, vyote alivyo navyo viko mikononi mwako, lakini usimnyoshee mkono juu ya uhai wake. Ghafla majanga yakamkumba Ayubu. Ng'ombe wake wakaibiwa, watumishi wake wakauawa, upepo mkali ukapiga nyumba ya watoto wake wote wakafa. Ayubu akasimama, akachana mavazi yake, akapiga magoti akisema, nilitoka tumboni mwa mama nikiwa uchi, nami nitarudi hivyo. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Lakini mateso hayakuishia hapo. Shetani alirudi tena kwa sauti ya kejeli akimwambia Mungu, mruhusu apigwe na magonjwa uone atakavyo kulaani. Napo Mungu akamwambia, mwangalie, yuko mikononi mwako, lakini usimuue. Ayubu akapigwa na majipu mabaya kutoka utosini mpaka unyayo wa miguu. Alikaa kwenye majivu akijikuna na kipande cha chungu. Hata mkewe akamwambia, mlaani Mungu wako afe. Lakini Ayubu alijibu akisema, je, tutapokea mema tu kutoka kwa Mungu, tusipokee mabaya? Na Ayubu hakumtukana Mungu kamwe. Hatimaye Mungu alimrejeshelea mara 2 ya mali yake ya kwanza, akamjazilia watoto wengine 10, na akafa akiwa mzee mwenye miaka mingi na maisha yenye baraka. Lakini hii inatufundisha kuwa Mungu yuko nasi hata tukipoteza kila kitu. Imani yetu ni thamani kuu zaidi mbele yake. Shukrani ya pekee iende kwa Madamu Frida, nami unaweza kuniita Beni Maharifa.